Amen. I appreciate them. Na nawashukuru sana. We have parents here Kuna wazazi wengine hapa who brought their children just carrying them like this. Watoto wao wakiwa wamebebwa kwenye mikono. And I appreciate them. Na nawashukuru sana. One of them is the Masikas, is there, behind there. Mmoja wao ni Amasa. Plus quite a number. Some of them have talked to you, the Otiendes have talked to you. Wengine wao wengine wameongea nanyi, Otiendes na wengine wao. And we appreciate all of you. Na tunawashukuru nyinyi wote. Ni watu wa muhimu. And today we are just gathered here to bless these children. Leo tumekusanyika hapa kubariki watoto wetu. I also want to recognize the presence of our kutambua uwepo wa mheshimiwa wetu. She's just a man. You know, I like her simplicity. Wanapenda Are you aware that you are seated next to her? Mheshimiwa wetu tunamshukuru sana. Yeah, I know today she came as a parent. Leo alikuja kama mzazi. But she assists us on a number of things in the school. Lakini pia hutusaidia kwa mambo kadhaa pale shuleni. And we are happy to associate with her. Na tunafurahia sana kujumuika pamoja naye. Let's clap for Jesus. Amen. Amina. It's just to bless our candidates. Leo ni kubariki watainiwa wetu. And I didn't want to take long. Nataka kuchukua muda sana. Because I remembered one scripture. Sababu nakumbuka kifungu kimoja kwa Biblia. In the book of 1 Samuel. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza. When God told Samuel, fill your horn with oil. Mungu alipomwambia Samueli ajaze kile pembe yake na mafuta. And go to the house of Jesse. Naende katika nyumba ya Yese. There I've appointed one of the sons of Jesse to be a king over Israel. Pale katika nyumba ya Jesse alikuwa amemteua mmoja kuwa mfalme katika nyumba ya Jesse. And Samuel did that. Samueli akafanya hivyo. When he reached the house of Jesse, you know the story. Alipofika kwenye nyumba ya Jesse, unajua hadithi hiyo. Chapter 16. Mlango wa 16. He found the sons of Jesse were there. Akapata wana wa Yese walikuwa pale. Well built. Wako na misuli. And they displayed themselves before the prophet. Na wakajikabidhi mbele za nabii. And none of them, na kuna mmoja wao, the Spirit of the Lord was upon them. ambaye roho wa Mungu alikuwa juu yake. So Samuel asked, Na Samueli akauliza, are all these your sons? je, hao ni wana wako wote? Jesse remembered, oh, there is one. Yesu akakumbuka kuna mmoja. He's taking care of the sheep. Ambaye anachunga kondoo. And that was David. Na huyo alikuwa Daudi. Samuel said, Samueli akatumanisha, we are not sitting down. akasema kwamba waketi chini Till he comes. mpaka aje hapa. And your David is here. Na Daudi wenyu wako hapa. Parents, are you here? Parents, je, mko hapa? Your David is here. Daudi wenyu wako hapa. And after that anointing, Baada ya upako huu, David in his youthful stage, Daudi katika mwaka wake wa ujana, he was to face a challenge. ilifaa apatane na changamoto. And the challenge was Goliath. Na ile changamoto ilikuwa kupigana Goliath. He was to face a test. Ilifaa apite mtihani. As we welcome the prophet. Acha sote tusimame kwa miguu yetu miwili tunapomkaribisha nabii. Let's rise up. Na Let's love the prophet of the Lord comes over. So that we may anoint. ili atupake mafuta. Amen. And while you are still standing, Kwa hiyo hali ya when David was facing Goliath in 1 Samuel chapter 17, katika Samueli wa kwanza 17, something powerful happened. kitu kuu kikafanyika.
He had belittled him. alikuwa amemshusha. But God put a word in Saul, Lakini Mungu akaweka neno kwa Sauli, the king. yule mfalme. In fact, he had told him, ya kwamba alimwambia, you are not able, you're young. hauwezi wewe mchanga. This one has been fighting. Huyu amekuwa akipigana. You don't know, nobody has ever done this syllabus of yours. Je, haujui hakuna mtu alijaribu hii syllabus ambayo amejaribu? But he said this in 1 Samuel chapter 17, verse 37. Lakini akasema hii katika Samueli wa kwanza 17:37. He said, Akasema very few words. maneno machache. Go and the Lord be with you. Akasema enenda na Bwana awe nawe. Enenda na Bwana awe nawe. That means Hiyo inamaanisha David did not get the victory hiyo inamaanisha Daudi hakupata huo just ushindi because he was David. kwa sababu alikuwa Daudi. There were people who spoke into his life. Kuna mtu alinena katika maisha There ya were Daudi. people who spoke into his life. Baada ya mtu kunena katika maisha There yake, were people, kulikuwa na watu walinena katika maisha yake na walichangia. And one of them mmoja wao was Saul. alikuwa Sauli. Alimwambia, nenda na Mungu ako pamoja na wewe. Na nini ilifanyika wakati huo? Madaka kidogo yanapita, unapata ushindi. Natangaza hao wanapata ushindi. Praise the name of Jesus. Natangaza kwa jina la Yesu, Those that were supposed to fight you, kila ambacho kilifanya ipigane nawe, those that did not wish you well, wale ambao hawakuwa wanakutakia mazuri, those who thought you would not make it, wale ambao walifikiria hutafikia kile ambacho unataka, hata wale they wish you well and you will succeed. na hao ndio watakao kuishia vizuri na utapita. Parents, I speak, your children shall succeed. Wazazi, natangaza ya kwamba wana wengi watapita, They will succeed. watapita. And I thank God for each one of you. Na nashukuru Mungu kwa kila mmoja wenu. Kwanza yule ndugu yangu Muislamu alikuwa anakuambia ako wapi na mkono wako? Ni maombi ndio tu hapa tena. Wale ndio waliopita waliondoa tu hapa tena. Wale wengine ambao wako wakubwa tena walipita tu waishi. Si mnapenda? Na kuna mtu mwingine anawapenda, ningependa wasalimie na mke wako. She's nice, eh? Yeye mwema. To our Bishop Lemere, to Bishop Isaiah, to my Bishop, Madam Deputy Principal of the Girls. I'm Jambo. Praise God. Amen. I am Joseph Ngati. Huku ni nyumbani. Son of the soil. Wana ndugu yangu hapo nyuma. Boy. So I want to wish the grade 9 success in exams. May God bless you. And this father is just God. That's all. Amen. Yes. Thank you very much, Isaiah. Praise the Lord. Amen. I'm Mrs. Isaiah. I'm born again. Grade 9, eh? Yeah. Grade 9, Mupo. And 6. So the young girls are improving. We are offering STEM. So yule anataka STEM coming to the girls. That is grade 6 and grade 9. That is Kipsea Kile. That difficult a bit. I want to wish you the blessings of God. First Chronicles 12:18. Is it 12:18 or 18:12? Says success, success, O son of David. So I'll tell you, success, success. Oh, children of Baraka Junior School. What we wish you today is success. The Bible says that is in Psalms chapter number 119, verse number 99. I have more understanding than my teachers because I've kept your commandments. What does it mean by having more understanding than your teachers? It means you excel. And today we release you
like an arrow to the target. May you never miss your target. I want to believe you're going to do very well. You're going to excel. God bless you so much. Thank you very much, teachers, for the work you've done. Parents, thank you for the work you've done. Ladies and gentlemen, thank you. The Lord bless you. The Lord do you good. The Lord expand your territories. May you soar on high like an eagle. Amen. Ndiye jani yako askofu hivi.